Ile maneno imetokea jana. Huyu mjumbe ya huko alijaribu kupaga guns vijana ya Wakikuyu na wakapatia deposit ya 5 million. Usiku vijana wakafanya mkutano na wazee, wakasema Wakikuyu hawatapiga Wakikuyu tena, wakamrudishia pesa yake. Ndio huyu Ichung'wa akakimbia kwa Murkomen na Kasongo, akasema tukikubaliwa kufanya mkutano Kikuyu tumeisha, ameisha. Na hata akatisha ya kwamba kama polisi wamsaidii, he will resign as majority leader. Kasongo was reluctant because he is also a seasoned politician. Alijua hiyo kitu will hurt him. But Ichung'wa threatened ya kwamba asiposaidiwa na polisi ati atawacha kazi. So they gave in to him. The unit that attacked us in Kiambu was not the local police. They are actually complaining. The commanders there are up in arms. It is the same squad that attacked us in Witima Church. A squad of 12 police officers ambaye uchunguzi umefanywa, walionekana walitupiga Witima. Kasongo amesema wasishtakiwe. Murkomen amefufua hiyo unit. The regional commander was transferred to the coast region. Those officers had been transferred to other areas. They were all recalled in Nairobi na sasa wako kazi. Ndio walikuja pale na marisasi na tear gas na kuumiza viongozi na kuumiza wananchi. In fact, tear gas ilianza kupigwa saa 3. Wananchi wa Kikuyu wakavumilia mpaka tear gas ikaisha. And there was no tear gas in Nairobi. Officers have told me in confidence, Murkomen authorized a chopper to go to Nyeri kwenda kutafuta tear gas ya kulete pale Kikuyu.